Halo, shalom, mpendwa ndugu Mtanzania mwenzangu, na kusalimia katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Jioni hii nimeona nikujie kwa ujumbe wa neno la Mungu kwa unyenyekevu kabisa. Ninakupenda, ndio maana nimekuletea ujumbe huu. Majina yangu ni Muujiza Kasiwa toka maeneo ya Chunya, Mwakambonja. Niko hapa kama mhudumu na mtumishi katika kanisa la EAGT kituo cha uzima wa milele hapa Chunya, maeneo ya Kiwanja, Mwakambonja. Lakini ujumbe wangu wa leo, ndugu mtazamaji na mpendwa unayenisikiliza wakati huu popote ulipo duniani, nataka nikukumbushe ya kwamba neno la Mungu limewasifu wafu fulani. Maana ndivyo linasema neno la Mungu, ukisoma katika kitabu cha Ufunuo ya kwamba wanaheri wafu. Inawezekana ndugu mpendwa unanisikiliza hapo ulipo, unajiona ni wa maana, unajiona uko katika hali ya salama, unajiona umefika, unaona umeyapata maisha, lakini jioni ya leo nataka nikukumbushe ya kwamba bado hujafika. Hayo maisha unayohisi kwamba ndiyo raha, ndiyo nini, nataka nikuambie neno la Mungu mahali pengine linatuambia ni ubatili mtupu. Sikiliza maneno haya uone namna ambavyo ni vibaya maisha kuishi nje ya Mungu. Umepata mali, umepata fedha, ukafikiria kwamba hayo ndiyo maisha ya dhambi, maisha ya anasa, ukafikiria hayo ndiyo maisha, ukafikiria hiyo ndiyo raha. Jioni leo nataka nikukumbushe ya kwamba hakuna raha nje ya kumcha Mungu. Hakuna raha nje ya kumwabudu Mungu. Ukisoma neno la Mungu kwenye kitabu cha Mithali sura ya 10 mstari wa 27, neno la Mungu linasema hivi: kumcha Bwana kwaongeza siku za mtu. Siku za mtu zinaongezwa na kumcha Bwana. Anasema bali miaka yao wasio haki itapunguzwa. Kadiri unavyoendelea kuacha kutenda mema, kadiri unavyoacha kutenda haki, popote ulipo ndugu mpendwa mwenzangu, nataka nikukumbushe ya kwamba unapoacha kutenda mema ndivyo ambavyo unajipeleka kujiua. Mtu yeyote anayeacha kutenda mema, huyo mtu anajiua. Na ni kwa nini ujiue kabla ya wakati wako? Kwa nini kufa kabla ya wakati wako? Jibu la hili nalokuambia, unaweza ukaniuliza kwa nini wanaotenda mema hawafi? Nataka nikuambie wanaotenda mema hawafi, lakini tunachokataa, unakufaje? Swali la kujiuliza, unakufaje? Ufunuo wa Yohana sura ya 14 mstari wa 13, neno la Mungu limefunua namna ambavyo watu wangetakiwa wafe, namna ambavyo wanadamu wangetakiwa wafe. Sio kufa tu, kuna namna ya kufa mpendwa, ambayo Mungu atakuona heri, na wakati fulani hata watu wanaoshuhudia maisha yako wanatakiwa waseme heri kufa kwako. Ufunuo sura ya 14 mstari wa 13, neno la Mungu mahali pale linasema hivi: nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Jiulize rafiki yangu, matendo unayoyatenda yanaacha historia gani katika dunia unayoiacha? Pia matendo unayotenda, je, mbele za Mungu yanaonekana aje? Maana kila mwanadamu atahukumiwa kwa matendo yake. Na hata kabla hujafa ujielewe tu ya kwamba unajiweka wewe mwenyewe kwenye mashaka, unajiweka wewe mwenyewe kwenye hatari. Kwa kuacha kutenda mema unajiweka kwenye hatari. Kumcha Mungu kunaongeza siku za mtu. Ninaongea haya kwa sababu nina ushahidi ya kwamba baadhi ya ndugu zetu Mungu amewaokoa kutoka kwenye maeneo hatari. Wengine walikuwa ni walevi, wengine walikuwa ni wachawi. Fikiria namna ambavyo mtu ambaye pengine kwa mfano tu analewa pombe, namna anavyohatarisha maisha yake, namna anavyohatarisha hatima yake. Nimeshuhudia vifo vya vijana kadhaa ambao sasa wakati fulani tumewaokota katika matukio mbalimbali. Wanaopata ajali ni watu wote,
Inawezekana hata mtumishi wa Mungu akapata ajali na hatari kweli, lakini fikiria yule mlevi wa pombe akipata ajali, namna anavyopata shida wakati fulani, hata kwa wakati wa kutibiwa. Madaktari husema huyu amelewa sana, hawezi kuchomwa sindano za ganzi. Kadhalika anaweza akashindwa kuchomwa sindano ya ganzi, akafa kwa sababu ya ulevi. Nini? Kwa sababu ya namna ile ambayo mtu amemkataa Mungu. Kwa hiyo ukimkataa Mungu, ukikataa kumcha Mungu, ukimkataa Bwana Yesu, wewe umeamua kujiua. Na jioni ya leo nataka nikukumbushe ya kwamba si vema kujiua. Ongeza maisha yako ya kuishi. Tunapohitimisha huu mwaka, ongeza umri wako kwa kuanza kumcha Mungu, na hata ukifa ufe katika Mungu. Maana ukifa katika Mungu, Biblia inasema umebarikiwa. Biblia inasema una heri. Leo hii unaonekana wa thamani. Wako wadada wanakuona wa thamani, wako vijana wa kiume, wewe kaka, wanakuona ni wa thamani. Wanakuona wa thamani kwa sababu unapumua, wanakuona ni wa thamani kwa sababu una hizo fedha, wanakuona wa thamani kwa sababu ya hiyo sura dada ulionayo. Lakini nataka nikwambie wewe, kufumba na kufumbua, unageuka maiti. Na ukishakuwa maiti, hakuna anayeweza kukuangalia, hakuna anayeweza kukubali mkazikwa pamoja kaburi moja wakati yeye yu hai. Nataka nikwambie, huo ni upendo wa kinafiki ambao wanadamu wanao. Upendo wa kweli upo kwa Bwana Yesu. Jioni ya leo mwamini Bwana Yesu rafiki yangu. Jioni ya leo kimbia dunia rafiki yangu. Jioni ya leo anza kumcha Mungu. Usikubali kumaliza mwaka ukiwa mikononi mwa shetani. Ponyoka mikononi mwa shetani rafiki yangu. Ponyoka mikononi mwa adui rafiki yangu. Ikatae dunia, mkatae shetani. Mwamini Bwana Yesu leo aweze kukuongezea salio la maisha ya kuishi. Usife kabla ya wakati wako. Dhambi inahatarisha maisha. Nimekuonesha mfano tu wa ulevi, namna unavyohatarisha maisha. Vijana wengi tumewapoteza, wamepata ajali, lakini hawawezi kutibiwa kwa sababu ya namna yao, wamelewa. Kuna reaction inatokea, matabibu wataalamu wao wanajua mtu ambaye amekunywa pombe namna gani ambavyo akiwekwa sindano za ganzi anaweza pengine akafa kutokana na pressure na mzunguko wa damu ambao pengine unakuwa uko nje ya ule utaratibu wa kawaida. Lakini light yule mtu pengine angekuwa sio mlevi, yule kijana pengine angekuwa sio mlevi, angeepuka mauti. Kwa hiyo unapokataa kumcha Mungu, unapokubaliana kumfuata shetani, unajiondoa kwenye baraka ya Mungu, unajiondoa kwenye ulinzi wa Mungu, unakuwa ni mali ya shetani. Anaamua kukuua na kukunyonga saa yoyote. Ongeza maisha yako jioni ya leo kwa kumwamini Yesu. Achana na dunia rafiki yangu, achana na dhambi, na kukumbusha mwamini Bwana Yesu. Yeye ni pendo, yeye anakupenda, ule upendo wa kweli, tofauti kabisa na huu upendo ambao wanadamu wanaonyesha ya kwamba wanakupenda. Na kama wanakupenda, je, ni kwa nini hujaona kabisa? Wengine wanasema nakupenda, lakini ikitokea ukafa, mimi nakuhakikishia ya kwamba hakuna atakayekubali kuzikwa pamoja na wewe. Kwa hiyo ukimwamini Yesu peke yake, yeye ndiye heri. Yeye ndiye ambaye hata leo ukifa ukazikwa, una uhakika wa ufufuo. Maana heri wafu wafao katika Bwana, wapate kupumzika baada ya changamoto za dunia, baada ya taabu za dunia. Naam, maana anasema wanaheri kwa sababu matendo yao yanafuatana na, wana uhakika na yale matendo. Unaona ndugu yangu? Kwa hiyo ukimwacha Mungu, ukiacha kumwabudu Mungu, umeamua kujiua. Kwa nini ujiue kabla ya wakati wako? Jioni ya leo mwamini Bwana Yesu upate uzima wa milele. Ni mimi ndugu yako mwinjilisti Muujiza Kasiwa, tokea hapa Kiwanja, kituo cha uzima wa milele, kanisa la EAGT. Ninakupenda katika Mungu, ndio maana nimeona nikuletee ujumbe huu ya kwamba kijana mwenzangu, geuka, mwamini Yesu. Yesu ni pendo, ana upendo wa kweli. Atakufadhili, atakuongezea salio la kuishi, nawe utaishi ukiwa na uhakika. Utaondoka duniani kwa wakati wako, lakini utakuwa na heri hata uondokapo duniani. Hata wale watu wanaobaki duniani ambao umewaacha watasema ni heri huyu. Kwa mwamini Yesu ndugu yangu, upate kuwa heri katika dunia hii, katika ulimwengu huu, na hata katika ule ulimwengu ujao. Mungu akubariki sana.